Hamna shida, acha kesho nimeshamwambia usimwambie ili aje tuweze kumwambia na bibi au makini sana. Maana uadui naona umekuwa mkubwa sana kwa yule binamu yake. Tena uadui mkubwa kutisha. Lakini we have to do something. Hatuwezi tukachia tu hivyo. Maana mtu akitaka kumuua mtu naona hilo ni kitu kingine. Amefika mbali sana, inabidi tujue cha kufanya kweli. It's terrible. Ni hatari sana. Kwa kweli ni ujumbe wa kusikitisha sana kwa kweli. Ubuzima bwananiye. Mbuzo zose. Chafu. Igihari ngaha. Mimi kwenda. Siwezi nikayaweza ya maisha. Bora na mimi nihame mji tu. Ndabyo nigira. Karibu. Vipi? Sawa. Biraza. Yego, karibu. Amakuru y'imisi. Turashimye? Salama. Tunashukuru Mungu kabisa. Ndio. Just nicara. Ndiko ndihuta. Iyo ubaza kwanza ukicara nkabwa n'amazi. Oya? Ngangora ni vraiment merci. Mbona ndenda kugaka n'indamu wawe asina. Urumva ko tutwa twigisha abandi nibyo kutwigisha nabi wacu. Watu wanapokuwa mmeishi pamoja, mmekubali mbele ya watu kwamba mtaishi pamoja, lazima mvumiliane kwa hali zote. Ndivyo. Kwa baadhi ya makosa ambayo mtu anaweza kabaki kwao na mengine makosa ambayo hayafai mtu kubaki kwao. Unaona? Aracha nini ngo? Ni boro nivuge ko waramuhamuye umutima muga kugerageza nawe worohe kuri we kugira ngo mubane n'amahoro. Ubu nisubiyeko kabisa. Nisubiyeko. Ndibaza ko bisubiyeko wamaze kubona akamaro k'umudamu. Era ngo nizisa. Niko bimeze. Imuzu Niko bimeze ubugirigiri bugira babiri ubuzima ni maana magirirane. Watu kama wasaidiane katika maisha haiwezekani. Maisha bila unajua sisi wanaume unasikia bwana. Mtu haiti mwanaume isipokuwa lazima awe na mke. Na mtu hawezi kuita mke isipokuwa na mume. Umesikia vizuri? Mtu anaweza kaitwa haja hati na kwenda Maka. Lakini hauwezi kuitwa mke wa mtu au mume wa mtu na hauna mke au hauna mume, haiwezekani. Lazima uwe na mke. Na heshima ya mwanaume ni mke. Kama si wenye tujaoa tunapata taabu wakati mwingine. Sawa bwana. Kuna heshima ambayo tuipate kutoka sisi hatuna watu. Nashukuru sana. Sana na mahoro mtu kana ndio. Nashukuru. Asalamu alaykum. Salaam. Hofu hili. Yaani vimira niruka. Kwa nyumbani kutafuta nani tena? Kuna watu wawili kule. Hawaelewani. Nataka msaada wako. Nani? Ni wadada wawili. Tena. Twende. Boss. Yo. Ndila za na mambo. Namba sawa. Akira imize. Na kibazo. Wanaonekana hao wanaonekana haribu. Hawaonekana. Na kibazo. Uri mfano bana n'umudamu wa mahoro. Ngene ndabije abandi nabo. Wewe yani kuko nakimbia sana. Wala mtia oga bana. Sawa rero. Yego nitubaherekeje. Koze cyane. Karibu. Nani ndashimye kuona ko uitavye. Karibu sana hapa ndani. Asante sana. Bisigura ariko none wowe nyene cyangwa abana n'abandi. Je ndibana je nyene n'abakozi banje gusa. Uruzurungano uko. None bigende gute? Ndo sina mume, sina nani, naishi peke yangu. Nilikuwa na mume lakini sikujaliwa kuzaa. So, hapa tu niko nafanya kazi wangu. Ofisi zao ziko kule nje. Nene kuja bwana na yaria. Ega koga na sanze yaria kupiga tu. Ni watandatu, zile ni mfupi. Zile ni mfupi. Sababu mimi ada yangu asili yangu napenda sana kulea mayatima. Na ndio kazi ambayo naifanya najua. Ina maana manake
licha kwamba ni kazi na unaacha kwenye reality ya maisha. Ndio. Vizuri sana, hongera sana, maana kulea yatima ni kitu kikubwa sana. Hiyo mitima ngiyo vile mafisi wake bonzo. Yaani hiyo ilikuwa ni ndoto yangu toka zamani. Mungu akinijalia niweze kulea yatima. Ngora nikubera gusabensha biyegereza imfuvyi kuneza zabo. Benshi usanga biyegereza imfuvyi kuneza zabo. Ariko usaza umuntu afashe imfuvyi hama akabana nazo ni kuri burya ni byabake. Hiyo kabisa mara nyingi sana inakuwa ni watu wadogo sana ambao wana moyo kama huyo. Maana si kazi rahisi, lakini unafanya kwa ajili ya kutafuta akhira yako ya kesho. Ni kweli tatizo tu moja makuta moja kinachonishangaza ni kuona kwamba tunapia kipindi mpaka watu ambao si mayatima anataka kujipatia uhalisia wa yatima juu apate chochote. Mtu si mjane anataka kujipatia uhalisia wa ujane juu apate chochote. Unajua binadamu, sote ni binadamu lakini hatuko sawa, na kila mtu ana maindi yake na fikira zake. Na kila mtu anakuwa anajua jinsi anavyopanga maisha yake. Lakini kubwa zaidi ni kule kufanya kazi kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, inakuwa ni bora zaidi. Ni kweli kabisa. Na wewe vipi kule kijijini? Turaho brema. Yego turabana boro azi ibikorwa twamamwo bya misi yose. Na mama kule uko salama, mama yuko salama. Mimi nadhani ni fursa ya kipekee ambayo tumepata kwa siku ya leo, maana ndio nakwambia sherehe nyingi huwa zinamaliza sherehe moja. Mimi nazungumza tu kwamba hii fursa siwezi nikaipoteza, kwa maana hata Mwenyezi Mungu anatarajia kwamba nitafika hapa. Na mimi kule vijijini nimekuwa king'ang'anizi tu kutaka nifikie ndugu yangu, nisema kwamba lazima nikushindikize twende wote tuzungumze na nini. Nione jinsi tutakavyopokelewa, lakini vile vile na mimi malengo yangu yalikuwa ni haya, kama nitabahatika kuweza kufika nikuone, nikwambie ile ambayo yanafanya moyo wangu kwa kweli kuwa muda mwingine mkiraika hauna furaha. Kwa kweli kwa ufupi tu niweze kukwambia kwamba kipindi kile ambapo nilipokuja kule vijijini pamoja na Malikia Zahra na yule mfanyakazi mwingine Yusra, ni siku pekee ambayo imenifanya kuona wewe kama mtu muhimu sana kwenye maisha. Kwanza nikipenda ni ukarimu wako. Kinyume na kuwa ni mfanyakazi wa Zahra, nimekuona wewe ni karimu sana. Kama vile kuna shaka ni watoto unafanyanyua, unataka kukosa machozi na nini. Mimi pekee ni mtu ambaye anapenda mtu mwenye huruma sana. Naona Yasiri kwa bize na Nuria. Ni hatari, bwana mdogo hajatulia yule. Amenishinda sana tabia sana. So, yani ni mtukutu sana bwana mdogo. Azna. Nafikiri kwamba unajifikiri kila dakika na kila sekunde kwa nini Zahra amekuitisha nyumbani kwake. Haswa yani sisi vile mtu umekwenda kupima nani? Ukimwi unasubiri pia ujibu Nairobi sina kwenda kimbia hivi. Au siku ya shule nakumbuka tungali shuleni. Siku ya proclamation. Bagira bahamagari wawe wa mbere wa kabiri wa gatatu mu mutima guma. Tera wiyo basinzi impamvu. Ariko nizere gusa maze kubona ukuntu watwakiriye. Nizere gusa ko aramarame. Nizere ko ari ibintu byiza cyane. Yeza koje na mahoro gusa. Nugire kibazo vraiment tekana. Sawa. Bo. Jambo ni go rero mbona shabiri. Urabona ko amazi yazindusageze kure. Bako dusubira inyuma akirikaraze. Yego. Wala yote usijali, driver yuko atakupeleka, usijue tatizo yote. Isipokuwa mimi pointi yangu haswa rasmi ambayo nimepitia. Ndio. Unaona mimi nina muda mrefu sana naishi peke yangu. Baada ya mume wangu kufariki, nilichukua decision kwenye nafsi yangu kwamba sitopendaga mwanaume yoyote duniani. Maana ni mwanaume ambaye nilimpenda sana kwa dhati. Maamuzi makubwa.
Lakini kama binadamu unajua unaweza kuchukua decision lakini dunia ikakubadilisha, aidha ni watu wakakubadilisha. Yeah. So never say never. Ni kweli kabisa. Ndio Waingereza wanasema. Never say never, ni kweli. Yeah. Sasa katika dream zangu mimi mara nyingi huwa nilikuwa tunapenda kufikiria kazi. Nagisa kufanya mayatima wasonge mbele. Abafaa kazi kufasha ifupi. Nivyo vyumviro vyanje. Na ndio ilikuwa kila siku nikilala nafikiria, nikiamka nafikiria. Lakini cha ajabu naona kama dunia imebadilisha fikira kidogo. Nakuwa nafikiria, labda niseme kwamba mambo ambayo nilikuwa sijawahi kufikiria kwa muda mrefu. Naona yani baada ya kukaa muda mrefu kuna mtu ambaye amekuja kwenye fikira zangu baada ya kumuona, kuangalia alivyo, mindset zake. Na yote ambayo nimekuhadisia ile timu yangu kuonyesha furaha gani na kudhihirishia kwamba yale ambayo nilikwambia siku ile yalikuwa ni masuala ambayo yanaoteka moyo wangu. Hivyo basi mimi na imani nisimwongeaje sana niweze kutarajia kupata majibu ambayo yatakuja kupatia faraja moyo wangu. Hivyo basi napenda nikupatie nafasi hii nisikie natakayotoka ndani ya nafsi yako. Unaona Azlan, baada ya muda mrefu kukaa peke yangu, kuna mtu katika maisha yangu ambaye nilimuona just once. Baada ya kumuona nikasikia kwamba ama nikahisi kwamba si kitu cha kawaida. Maana nina muda mrefu mimi naonana na watu wengi kawaida kwenye ofisi, ninapokwenda milimani kusaidia wajane wetu na kadhalika, nakutana na watu wengi sana. Na wa businessmen ambao tunafanya nao kazi, wa Kiarabu, wa Kihindi, so and so. But cha ajabu, sijui cha ajabu, sijui, just something happened, ni kwamba nilipomuona huyu mtu mtu wa kawaida tu, nikasikia kwamba nafsi yangu inanambia huyu ambaye unamuona ndio huenda akawa rafiki yako mpenzi, au akawa mtu wa karibu yako, au akawa miongoni mwa watu ambao wanaweza kukupa faraja. Lakini kila nikimwangalia ule mtu najifikiri sasa nitaanzaje basi ili nimwambie kama gisi ndoto zangu zinavyotuma kumwambia. Wakati mwingine nilikuwa nafikia silali, nalala nafikiria tu nitamwanzaje nini. Nikasema hebu nimwite Azlan, labda anaweza kanipa fikira kidogo. Nimuombe mawazo. Kama mtu unamfikiria mtu, moyo unaanza kumgongea huyo mtu. Usiku unakuwa tena hulali. Wewe kama unaonaje, ni vizuri mtu amwambie, au unaweza kwanza kusema kwanza acha nifanye subra nione, au uanze kumfanyia kwanza urafiki kidogo, au uende straight just kumwambia uone kama atakujibuje? Mimi sijui wewe unalifikiria kwanza hilo. Hapo shughuli yako kabisa. Swali zito sana. Ndio maana nikapita ili nisaidie. Unajua kitu kimoja. Wahenga wanakuambia ngoja inaumiza tumbo. Kukawia kusahau kusubiri kuzeta. Wakati mwingine naweza kufanya kile ambacho unachokitaka kikanyakuliwa na wengine ambao kuna speed ya kuongea mapema. Ndio nafikiria ko buja ibintu sabango kwihangana kurindira mugabo hari ibintu buja bite maze kuza mu mutima shako tayari umushagisiya mwana mu na feeling mtu fulani. Ni vizuri kumwambia pamoja na kuwa si rahisi kumwambia mtu jambo hilo,
Wengine hata kama kina sisi hatuna hicho kipaji cha kuongea pointi kama hizo, unakutana mtu anafikia kumpenda mtu alafu unashindwa kumwambia, unaisha kama buji, kama mshumaa. Na wewe ni hivyo? Mimi haswa ndio kabisa. Yaani unapompenda mtu wewe umwambie? Unakufana leo roho. Mimi tatizo langu huwa sina mistari. Mistari ndio nini? Sijui kutongoza. Sijui kumwambia mtu ukweli wangu wa moyo kama ninampenda au vipi. Mbona hiyo nafikiri ni ada, wanaume wote wanaweza hivi? Kiukweli ni ada, lakini kila kwenye ada hapakosi maajabu. Kwa hiyo katika watu ambao wana maajabu yao mimi nimo. Kweli? Yaani huwa nafikiria kafikia kabisa. Hata mimi hata mimi kuna mtu ambaye imefikia tu hivyo, lakini kumwambia sasa shida. Ngoma na mkwasa. Mimi huwa nakuwa najiuliza, wakati mwingine najiuliza nitamwambia kitu gani kipya. Kwa sababu vitu vyote unasikia hata watu wadogo wanavizungumza. Hasa wale tuharibia ni hao waimbaji hao. Wanaimba vitu vyote, siri zetu zote wanaziimba. Yaani nitakuwa najifikiri nitaongea kitu gani kitambacho kitakuwa kipya kwenye sikio la yule ambaye nampenda. Unakutana naona kama vile hakuna kipya nitazungumza. Sasa nikuulize swali. Ukishasema kwamba kuna ule ambaye na wewe unafikiria uweze kumwambia, hivi pakitokea mtu akaja akakwambia na hali ya kuwa wewe una ambaye unamfikiria, huyu mtu utamchukuliaje? Na hali ya kuwa wewe ambaye wewe unamfikiria, ambaye unasema kwamba huwezi kumwambia, ila ndio tayari umeshamfikiria. Mimi nafikiri nitampokea. Nitampokea kwa sababu anakuwa ameniokoa. Amekuokoa? Ameniokoa na janga la kuongea. Wewe naweza nikaongea kwa nikapaushwa. Ikawa mtihani. Mimi na imani ya kwamba miongoni mwa watu ambao hawaturudi vijijini mimi nitafanya. Kwa kweli lazima niseme nimefurahi sana. Unasema? Nimefurahi sana tangu ile siku ninaambia kila kitu. Nikajua nimekusikiliza, lakini nilikuwa sitaki kukupa jibu pale. Lakini ndio kweli ndio kwamba na mimi pia nimetokelea kupinga sana zaidi sana. Yaani sijui hata ni explain kivipi myself. Kwa najifikiria nitakwambia aje, nitafute aje, lakini yaani basi nzuri tu sikia leo na umekuja na kaka yako. So nafurahi sana. Hakuna balaa zaidi kwa mtu kama kupaushwa na yule ambaye unakuwa umempenda. Mimi mmoja wa vitu ambavyo huwa naviokupa sana ni hivi. Lakini nikipata mtu anajinabilia zake mapema. Lakini mimi ada yangu huwa mimi sipendi kujiua na kitu ambacho nakihisi ama nakifurahia. Hapana. Najikaza, lakini mwisho wa siku nasema tu acha niseme. Kama Mungu atakuwa amepanga basi, kama hakupanga wala hakuna sikitiko lolote. Isipokuwa ni makosa sana mtu kujibana na kile ambacho nakihisi kama hisia kwa yule ambaye umpenda. Na hali ya kuwa yeye hajui. Huenda kaja kutokea matatizo kaumiza moyo wake. Kwa hiyo Azlan, bila kukawia, labda nifike kwenye pointi yangu. Mimi kiukweli toka siku tulivyokuja kule kwenu kugawa chakula kwa wajane na mayatima, nilivyokuona wewe, kwanza hasa moyo wangu ulisema huyu ndiye, na mimi nikaitikia ndiye. Kwa hiyo mapenzi ambayo unayo sio mtu yako. Yaani sicheka na kusikia ninavyofurahi, ninavyofurahia, lakini nafurahi sana kwa umeamua kumtamkia na kuja leo tena hapa na mkubwa wako pata chance ya kuongea na mimi. So ndio jibu kutoka kwangu. Nahisi hata maneno unazungumza na kuumiza. Naomba kunywa maji. Ni ya kweli? Ni ya kweli. Yaani nahisi kwamba hayo maneno yanauchosha moyo wako, sababu mimi sasa hata nisikie hili vizito ambalo litakuja kwa. Hapana, maana yananipa furaha ndio maana nayasema yani. Samahani. Mbona hivyo? Samahani. Sorry. Samahani. Nakwambia vibaya? I'm sorry. Azlan. Kiukweli nakupenda.
tena nakupenda penzi la dhati. Na kama ikiwezekana ningependa uwe mume wangu. Nipe kwanza sekunde mbili kwanza moyo utulie. Nimekukwaza? Kikweli hujanikwaza. Hujanikwaza hata kidogo. Yaani kama vile radi yani. Radi? Nataka kudo fudre. Sijaelewa. Hivi ushawahi kumpiga mtu anayetaka kulia? Ukimaanisha nini? Hai.